alivushwa katika majaribu mbalimbali kutokana na kwamba Mungu aliweka kitu ndani yake. Kwa hiyo aliweza kusimama katika nafasi yake. Hata wakati ule mwingine ambao alipata jaribu zito la kutaka kufanya uzinzi na mke wa mfalme, lakini aliweza kusimama. Hakuweza kujilegeza, alisimama akasema siwezi kumtenda Mungu wangu dhambi. Haleluya. Katika kutimiza kusudi la Mungu, yapo mambo mengi ambayo yanaweza akakuvunja moyo. Yapo mambo mengi ambayo yanataka kukurudisha nyuma, lakini wewe simama na Mungu. Mungu atakuwa msaada wako. Mungu atakuwa kiongozi katika safari yako. Safari yako itakuwa njema. Haijalishi kuna milima, kuna mabonde, lakini utaenda kutimiza kusudi ambalo liko mbele yako. Mungu akubariki sana, kwa sababu wewe hapo umeenda kutiwa nguvu sasa, na unaenda kusimama kwa ajili ya familia yako, na unaenda kusimama kwa ajili ya taifa lako, na unaenda kusimama kwa ajili ya mtaa wako, na unaenda kusimama kwa ajili ya mji wako, na unaenda kusimama katika nafasi yako, na kupitia wewe watu watamtukuza Mungu. Kupitia wewe watu watasema yupo mtu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wakati wana wa Israeli walipoingia kwenye mateso, alitafutwa mtu. Huyo mtu ni Musa. Alitafutwa. Tusome Kutoka sura ile ya 2 kuanzia mstari wa 23 hadi wa 25. Tutaona kwamba kumbe Mungu anasikiliza kilio. Mungu anasikiliza watu wanapolia, wanapoomba anawasikiliza. Kwa tutaenda kuona kwamba kumbe Mungu ukombozi wake uko karibu. Haleluya. Hilo linanitia moyo kabisa kwamba Mungu kumbe anakuona. Hata wakati unapitia katika magumu, bado anakuona. Bado anatafuta njia ya kukutoa katika hayo mateso. Bado anatafuta njia ya kukutoa katika hiyo shida. Bado anatafuta njia ya kukutoa katika hayo masumbufu. Kama aliweza kutafuta njia wana wa Israeli, hata kwako yupo. Haleluya, haleluya. Tusome Kutoka ile sura ya 2 mstari wa 23 hadi wa 25. Neno la Mungu linasema, hata baada ya siku zile nyingi, mfalme wa Misri akafa. Wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa. Wakalia, kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Mungu akasikia kuugua kwao, na Mungu akakumbuka agano la